guys, my name is Felista Safi and welcome back to my YouTube channel. Today's topic is my first time relationship and his first time relationship. He is my guest. Anaweza wasalimia. Hello family, my name is Alex Kasuki and I'm your guest today. I believe today's topic will bless you. Thank you. Okay. So guys, yeye ndio anaanza. Tupe story yako. Mimi ndo naanza, mimi ndo nimebeba story. Ndio umebeba story. Well, it's my first time my first time serious relationship. Your first ile ya kwanza kabisa. Ya ule mwenye ile ya utotoni. Ule mwenye mshaifanya kitu yenye unaweza sema huyu. That is what I call serious. Sasa. Okay. Well, so back in 20 I cannot even recall the year, but some years back, nilikuwa na salon. Kwa mimi ni therapist. So nilikuwa na salon place plan. And then I was working alone. So when I was working alone, workload ikakuwa mob, nikakuwa na kazi ni mingi na niko peke yangu. So I'm not managing ku handle clients wote. So I had to look for side easy. Hakuja nisaidie. Yeah, the so-called wafanyikazi. And then I met this lady. She was very beautiful actually. Now she's my ex as we speak. She was such alikuwa mkaidi sana. So wewe ulianza kama ushatoka nje, like ushaanza kutafuta kazi yako? That was my very first time serious relationship. Others were just jokes. Na but hakuna kitu mlifanya na mtu, you had no development, hamkuwa na anything mnafanya. So hiyo ulikuwa umekaa miaka kama ngapi nje after umemaliza shule? After umemaliza shule, I think 2 years. Form 4? Na which college? Mimi college nimesoma nikiwa mtu mkubwa. Nikiwa mkubwa juzi tu. Well, so you know I had to look for someone kuja kunisaidia. So I met this lady. I don't think it's important mentioning her name. So nikakutana na huyu msichana mzuri mwenye roho safi. And she was from school. Alikuwa ametoka shule, like alikuwa amegraduate, so alikuwa anajua Kenya anakuja kufanya. And she became my good friend at times. At some point nikaanza kumwachia kazi because there is another project I started when she was there, so I felt like nikimwacha hapa when kazi haiko mingi I can proceed with the other project. Mimi nikaangalia nikaona huyu Dems ni mwaminifu. Nikamwambia tafuta msichana mwingine mkwange wawili kama kazi imekuwa mingi, because naona pia mimi nashikana kidogo the other side. And in that process siku moja nikamapproach. Actually tukaenda home na yeye. Nikamwambia leo acha nikusindikishe. So nikampeleka, kumpeleka sasa kutoka kwenye kazi iko hadi karibu na kwao. Of course kumuuliza maswali za hapa na pale, nini. Nikarusha mistari akaingia box. And that's how my first time relationship ilianza. Then from there now sasa ikakuwa kazi ni kama anakuja kazi lakini manage vizuri. Well, she was such a lady who was very much serious na relationship. Kwa sababu alikuwa anaona future. Kwa umbali alikuwa anaona future, lakini saa hiyo yuko mwenye anaona future. Anaona future hata yuko. Well, I was also serious actually. I think it's time ilifika tu tukaona ni kama it is not working and I cannot force. But we dated like not less than 3 years. It's because me personally nilikuwa nataka kufanya harusi. I used to love harusi sana. So nilikuwa naambia let's wait. Tungoje Mungu ndio tufungue, ndio tufanye harusi. And vitu kama hizo. Na ndio maana alienda? Not really. We just had some differences. So mlifanya vitu gani? Miaka 3 kwani tumekuwa tukiomba. Si wewe ulikuwa unasema unangojea mpaka kufanya harusi. Well, things to do with harusi na mambo ya sex. I just want to be honest that hakuna mtu anafanya harusi kama ako virgin. Hiyo ni uongo. Sasa hizi nikianza kukudate wewe, ati tuseme tutafanya harusi. Tuseme maybe we've agreed that maybe date 10 years, not 10 years, 10 months, 1 year, you know, ukubali ukatae,
hizi 10 months lazima tu kuna kitu ita happen. So yes tutafanya harusi lakini tukua tushafanya ile kitu. I get. So siwezi sema I cannot lie that ati kulikuwa ati I was holy. No. Actually the first time, I don't know if it's important to say this, but the first time well, it was crazy. Wacha tu nisiseme. Ulisema. Tunaweza kuwa tulifanyia mahali pengine sitaki kusema. Sema, hakuna mahali pabaya. Yaani hapo hapana. Nikuulize. Wewe ndio first time yako? It wasn't my first time, but it was my first serious. You know this, and I like the word serious. Hizo zenye mlikuwa mna date na mtu na hakuna kitu mnafanya, hizo hatuhesabiki kama relationship. So nakuuliza, hiyo dem ilikuwa first time yake? Kufanya nini? Kukuwa na mwanaume. Hapana. So ulipata mtu alikuanga na mwanaume mwingine? Yeah, of course. Lakini ulikuwa first time. It was not my first time as well. How? Namaanisha others are just jokes, hivyo hata yani yeye alikuanga virgin. But she was not virgin, I was not virgin. Ama what's the meaning of virgin? Mimi nilikuwa nasema ile yenye ule mwenye wa kwanza wa virgin. Hata sijui ni nani. Hivi vitu za shuleni za kando ya barabara. Sasa nilikuwa naona kama umeokoka like No. I'm a born again Christian, yes. Wango kama ulimaliza ulikuanga high school ni primary. You can't judge me with my salvation. You can't say I am not born again. You cannot tell someone that person is not. You don't know Kenya nasemanga na Mungu. Najua. Wewe niambia ati uongo I'm not born again. How? Are you God? Tuseme. Okay, unaona hiyo story venye ulinipeanga your first serious. So wewe uko nyuma ulikuwa unachezea wasichana. Hata walikuwa wanachezea. Kwa mimi siuzi. Kwa nini wanachezea hawa? Shida yenu madem, mimi ufikiria nyinyi ndio mchezewa. Na unapata unaenda kudate dem unampata pia yako na mtu wake. Mahali. Imagine hakuna. So tunachezeana. And the fact that I was very young, so unasikia it was 2 years after high school. So miaka mbili hata sijajipanga kuoa. So if maybe I'm getting into a relationship, then it means that it's not serious. We're just there for fun. And at some point unaenda unapata huyo mtu, maybe mnaenda mkachapana siku moja na hiyo story kasaulika. Akaenda zake ukaenda zako. Maana yeye pia ni mtoto kama wewe. Na mko shule. Either way. Ulikuwa primary, your first time ulikuwa primary ama? Primary nakuwa najua nini. Ulikuwa secondary. Unajua unaongea kama wewe ulikuanga mwalimu. Kwa nini? No, I'm just trying to be real. Not that kuna kitu nilikuwa najua sana. But high school, of course kuna zile mademu, wale mademu mnapatana huko, mnabonga, mnakuwa friends. Sometimes unajiambia una date na mtu, mmekaa from form 2 to form 3 na hata mjai kutana, mnadatianga shuleni. Una get? Mnadate shuleni, hakuna kitu mnafanya. Mnashinda pamoja, you have each other. It is there. Understand? So kwa bahati mbaya, sipoje upate huyo mtu mahali red handed umegonga kitu. Umegonga kitu sasa hiyo utaita relationship. You know here you said it's a relationship. Not kalongolongo. Relationship. And that's why niliongeza nikasema serious relationship. So miss day kwa serious. So what you do, what happened after some years, let's say 2 to 3, I cannot remember, but not less than 3 years, we started having some differences now with the lady. I think she was, for me, I started kumjaji sana juu tuliachana vizuri, lakini alikuwa na haraka ya mambo. Yes, I think she was either depressed or something because she was so kujarakisha sana kuoleka. Because even the guy that they met after me, waliwana like less than a month. So I think alikuwa na ile kiu ya ndoa. Na mimi I was not ready. Lakini unajua unaweza kaa na msichana mtu afikishe miaka huku 25, 6, 7, 8. Wasichana wanaleka that. Where is the problem? Okay, mbona ukae na mimi hiyo miaka yote na there must be plans. What about just hatuwezi kuwa tunakaa tu kukaa. There must be plans. Hamwezi kuwa tu mnakaa. Well, idea yako ya unadhaniambia nataka tuoane, uhamie kwangu. Well and good. Ni sawa sawa. Okay, but now the problem is I personally am not ready.
You understand? Mimi siyakuwa psychologically prepared. Na hiyo imaanishi sikutaki. Lakini kuelewa kwangi na ku prepare anything. Can I tell you something? Can I be a mentor in this podcast? Marriage is a mathematics you have to calculate. You calculate wisely. It is not something you just chipping. Unaingia tu. No. You need to sit down yourself. You make your own decision that I'm ready to get married to this to this person. I want to be this and this. No matter what, I will never move out of this marriage. And that's the reason why unaona watu wengine some of our marriages are not working. Even me naonanga, for me kulingana na mimi naonanga. Okay. Nikiolewa, tuseme nimeolewa, si ndio? Tuseme sihan pesa mzuri yenye inaweza nikalisha ama yenye unaweza letea huyu mwanaume muweke kwa meza uone at least mnaendelea. Maybe nothing like money in marriage. First and foremost, marriage is about love and decisions. When it comes to money, sometimes money is there, money comes and go. Understand? Leo naweza kuwa na duka, kesho nikuwe sina, and that is normal. So you cannot say that ati una pesa ya kuelekea kwa meza. If you love each other, mmoja wetu anaweza surviveisha mwingine. Inaweza enda kukue, uko kazi, mimi si uko kazi. So do you have to leave me? Do I have to hate you? Actually, sifai kusikia ati niko na low self-esteem. Lakini kuna watu hufanya hivyo. Sasa si wote, yes I know they are there. Nasema serious thing. Kuna vitu za mchezo mnasikia wasichana wakisema huko. Oh, sijui mimi mwanaume kama ana pesa, sijui nini. Hapana. Na babake ana ndururu saa hizo. Mamake anakulanga ni how is it called? Makunde hazijakaangwa. Lakini yeye anasema kama kwenu kuna shida, ufai kutafuta pesa na mwanaume. No. Unafaa kutafuta kujituma wewe upate pesa, ndio hata ukipata pesa ule mwanaume mwenye ako na do ataona huyu ni type yangu. Kama hiyo. Lakini ukitafuta mwanaume mwenye ako na pesa like umempata, si ndio? But atakutumia tu. Mimi actually you are kana wewe. Mimi waambia wasee. Umemtafuta juu ya gold digger. Mimi waambia watu hivi. Kawe ni dem. Na unatafuta husband. Inakuwa better ukienda upate mtu ana kitu. Mtu mnatoka naye chini kijiko mkinunua, umenunua na yeye. You know the beginning of everything in that house. Huyo mwanaume hata kama ni mwenda wazimu, kuleta mwanamke mwingine kwa nyumba itakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu wewe first wife unajua everything about kila kitu kwa hiyo nyumba. Kama ni kijiko, kama ni nguo, kama ni fridge, kama ni ufa, everything unajua. Hata kama si wewe ulinunua na pesa yako, unajua ilinunuliwa lini, probably hata maybe unaweza kuwa bado umeka receipt. Una so you know everything about the house. But when ukikuja hapa, ukienda kwa mwanamume upate amejaza nyumba iko furnished, iko full furnished. Haujui zilitoka wapi. Haujui mtu anataka kuambia hapa ni kwangu. Maybe hata bibi yake ako ushago. Thank you. Unaweza ndio na maso. Unaweza kuja upate nyumba iko na mtu. Ama upate ujui hata vitu vya ushetani or something. So you need, mimi usema hata ukipata msichana ndo na mna vibe vizuri. So kana huyo tafuteni pesa na yeye. Grow pamoja and then with the time utatuambia kitu. Utatoa ushuhuda. So I think that's my story. Lakini unaona kuna hizi pressure za unasikia ushago. Kwanza unaona stana ushago nini, unasikia ushago ameolewa hivi unaona watu wameolewa, like hiyo kitu ifai kukupea pressure juu pia pressure juu mtu fulani alifanya ufanye. Do you know hata maybe maybe uko na relationship yako ya dating, si ndio? Huyu mwenye ameolewa ulikuanga kwa hiyo relationship na bado akakuja akaingia kwa ndoa. Akaingia kwa ndoa lakini wewe bado uko kwa ile relationship yako na mko na plans huyo mwenye mko na yeye na kuna ile miaka mmeplan mtafanya hivi na hivi. Ni kama unajua saa hii kuna watu wanakimbilianga ndoa. Okay, kuna wenye tulikuwa tunasoma na wao tuseme primary na huko kitambo. Unasikia huyo mtu akikwambia usikimbililie ndoa na huyo mtu mlikuwa mnasoma na yeye. So like ashakimbililia juu
ashaingia kwa ndoa miaka kaa 3 nyuma ama 2 na saa hii ana regret, unaona. So you have to prepare ndio uingie. And that's why I said you need to do a proper mathematics about marriage. Yes. Yeah. Guys, the next part sasa ni mimi nitakuwa nawapea story yangu ya venye nilianza hiyo mambo. We are waiting for it. Tupatane kwa next video.